And we are also demanding the immediate arrest of our former impeached deputy president, who has been on record sounding drums of war. The law must be applied the same, regardless to whether the breakers of those laws are the rich people who live in the castles or the paupers who live beneath the bridge. The law must be applied equitably, in a fair manner, and to everybody. So we are calling upon the arrest of our former deputy president, who have been funding criminal gangs who have infiltrated the peaceful Gen Z demonstrations to loot properties, maim people, and injure Kenyans. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. I want you to jog. Get ready, get ready. Now, there is a looming arrest. There is an imminent arrest, which is just a matter of time. Gachagua is about to be arrested. He is going to get himself arrested. And, you know, he's going to be arrested on the premise of the June 25th Goonism. It is, you know, alleged that he's one of the masterminds who, you know, caused chaos and mayhem during that period. Hiyo mimi hiyo sio vita yangu, hiyo ni kila mtu na misalaba yake, because with these people you never know. But again, this is politics. Don't be caught in the crossfire. Hiyo sasa ni maneno ya wakubwa. Fahali wawili sisi tulisema wakipigana, sisi tunabaki kwa nyasi yetu. Hivyo ndivyo venye tunabaki. But again, this also takes me to because I've said don't be caught in the crossfire. There's a guy who was abducted yesterday in Limuru. Okay, I'm being told it's an arrest. It's actually an arrest. This person is a youth coordinator of DCP, allegedly. DCP in Kiambu, youth coordinator. And other news are suggesting that this person might have been arrested together with the wife. Kwa hivyo sahi, kama wanawake alikuwa nadhani hawezi kuwa abducted or arrested, sasa mmesikia. Sasa I hope mmesikia. But anyway, you know, as we don't want to be caught in the crossfire between mafahali wawili, hapana. Since we are fighting for what we can fight for, you know, justice, end of corruption, good governance, transparency, accountability, and so forth and so on. You get the point? So we should not be we should not be caught in the crossfire. So yeah, so that's the news for now. Wewe Rigathi Gachagua, in less than 72 hours utakuwa umeshikwa. Naitwa Jacqueline Kwamboka. Mimi ninajiuliza tu swali moja na nauliza serikali yetu swali moja. Kwa nini mnyonge hana haki? Gachagua alisimama akatengeneza chama yake. Gachagua tumekuunga mkono. Mheshimiwa Rais, najua unajua ya kwamba tumeunga Gachagua mkono. Mbona umeinuka kusema unataka kushika Gachagua? Makosa yake ni kukataa wizi kwa kura. Hata wewe saa hii wakakupigia kura na uibiwe, hautalalamika. Gachagua ako right, kura haitaibwa hii mwaka. Hata mtoto mdogo atatoka kwa nyumba kutetea haki. Kura itapigwa kwa haki, na mahali penye itaibiwa tutaandamana mpaka tufike pale tujue kwa nini wanatunyanyasa. Tukipiga kura, mtu mwenye tumepigia sio mwenye anachukua kiti. Hapo tumekataa. Mnajua mipango zenu, ndio sababu mnafuatilia Gachagua bila amesema kura hazitaibwa. Juu amekuwa huko anajua jenye mnafanyanga huko. Watu wenye wanaongea maneno ya kushikwa waende wachipu mashtaka, mnawaachilia. Mtu kama Sudi ako na mashtaka ya kuchipu kotini. Ndio inatakikana ashikwe aende aseme anataka kutoa wapi kura zenye anasema atajazia kura zisipocha. Gachagua amekataa tu wizi kwa kura. My Lord, I wonder. Lakini kwa sasa ni kwamba viongozi wa Kenya Kwanza sasa wanamtaka aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua achukuliwe hatua kwa hatia kwa kile wanasema ni kuchochea ghasia zilizoshuhudiwa kwenye maandamano ya Juni 25. Naam, aidha baadhi ya viongozi wa muungano huo wamekashifu viongozi wa makanisa kwa kukosa uwajibikaji kuhusu maandamano na uharibifu wa mali ulioshuhudiwa humu nchini. Viongozi hao walizungumza neno la Nairobi na Kisumu.
hata kama tumekosa mtu ya kupigia kura na amepaki ule mtu ya ukabila, sisi hatutapiga Kenya kura. Wale wamechomekewa biashara zao tutarudisha, lakini wale watu 15 wamekufa, tutarudisha aje maisha yao? Tunaweza rudisha maisha? Hatuwezi rudisha maisha. Today there is somebody who lacks a child. There is somebody somewhere ambaye bwana yake amekufa ama bibi yake. We want to plead with our churches and our church leaders, please join us in speaking unity and uniting the people of Kenya. Sababu tukichochea watu kwa misingi ya vizazi, tuchochee watu kwa misingi ya mahali tunatoka, tuchochee watoto wetu waharibu nchi yetu na mali yetu, hatutasaidia nchi yetu. Wale watu wanaleta incitement katika Kenya, tafadhali mchukue hatua. Tafadhali nimeomba. Kama sivyo tutarudi kwa kiwanja. Every criminal individual who participated in those criminal acts, we will follow the law and we will hold you to account. Ati duru za kuaminika zinasema Gachagua anaweza lala juu ya mawe anytime. Ile mawe ya naume. Ati anaweza ilalia anytime from now. Thank you so much. We are also concerned as Kenyans and citizens of this country. Yesterday we saw police officers masked and not easily identified camping in the homes of former Deputy President Rigathi Gachagua. And until now, we have not been able to understand where the former DP is up to now. We want to tell the government that as Kenyans of goodwill and concerned citizens, Gachagua is equally a Kenyan, like the president is, and he has his rights to live a peaceful and protected life. If by any chance the president and the regime feel that he made a mistake, they know the proper ways to conduct arrest. In fact, they can summon him and the people of Kenya will deliver him to whatever place they will have communicated. But until then, we are asking the regime to produce Rigathi Gachagua from wherever he is. Secondly, on the issue of arrest of George Natembeya, we want to make it clear that the EACC has a responsibility, and issues around county governments and devolution. This is a situation where we are putting Kenya Kwanza regime on a balance to see their goodwill towards devolution. The Governor George Natembeya is clear on record that he has been manhunted for standing for the people of Western and for standing for Kenyans at large on the issues on the issues that are affecting not only farmers but young people of this country as well. So we want to tell the Kenya Kwanza regime that intimidation, frustration, attacks will not scare anybody. And Gachagua is a man, Natembeya and Gachagua are men who have stood with the truth. And my colleagues here will confirm to you that these are leaders who have always called out President Ruto. And that is the reason why they are being manhunted. On issue of Salasia, as young people, we want to say that the young people must be given a space in this country to express their alternative ideas as far as leadership is concerned. And therefore Salasia should be released immediately unless there is serious charge. I don't want peace. I want problems always. Niita kiongozi wetu Kalonzo Musyoka. Mimi nimekuja hapa. Nimetumwa na watu ya Mlima Kenya kutafuta urafiki na mashemeji yetu wa maa. Mmekubali watu ambao tukae pamoja? Watu ambao mmekubali? Tupendane. Tuoane. Mtaoa wasichana wangu. Mtaleta ng'ombe. Narok hoye! Narok hoye! Tumefika hapa na Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, JB Muturi, Ole Kamwaro, Ole Seki. Narok muko tayari? Tumekuja kusikiza ground. Tumekuja kusikiza nini? Ground ya Narok inasemaje? Narok mnasemaje? Narok mnasemaje? Harambe! Wewe Ruto,
Wewe Kasongo, wewe Zakayo, wewe mtu ya kutenga, wewe mwizi ya mashamba ya Masai. Harambee! Kasongo ni mwizi, si mwizi? Nani ameiba mashamba ya Masai? Nani ameiba mashamba ya Masai? Nani ameua Gen Z? Nani amepora Kenya? Kasongo aende asiende? Kasongo atembee asitembee? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende?